Hello, karibu katika Chimbo na Dr. Ndimbo, mahali ambapo unapata mawazo mjarabu kwa mustakabali wa maisha katika kazi, biashara, mahusiano na hata masomo yako. Una hofu ya kuzungumza mbele za watu, unabisha kama sio wewe, rafiki yako ana hofu ya kuzungumza mbele za watu. Basically, kama una hofu ya kuzungumza mbele za watu, hauko peke yako. Mpo wengi sana, na wengine wanadhani hawana hofu, lakini ukweli ni kwamba kuna kahofu hivi kanapita wakati wanazungumza mbele za watu. Kwamba kitu kimoja, ukweli uko hivi: hofu haiji kwa bahati mbaya. Ni ile hali ya kuchukulia poa vitu vichache ambavyo vinaweza, kama ukivipa umuhimu, vitaboresha uwezo wako wa kuzungumza mbele za watu, and the art of public speaking. Sasa leo tutazungumza vitu vichache, vitatu tu kwa leo, vingine tutazungumza wakati mwingine. Kitu cha kwanza ambacho watu wanakichukulia poa katika public speaking ni uwezo wa kujiandaa. Yaani mtu hajiandai inavyopaswa. Nikumbushe tu, ukitaka kuzungumza vizuri mbele za watu, hata kama unakwenda kuzungumza na watoto wadogo, ni muhimu sana kujiandaa. Ni muhimu sana kujiandaa. Hata kama unazungumza na watoto wadogo, jiandae, kwa sababu usipojiandaa wewe, nakwambia kabisa watu watakosa ile flow, the best flow. Mimi nikitaka kuzungumza na wewe hapa, najiandaa, na hii video usije ukafikiri ndio nimetengeneza moja, nimetengeneza ya kwanza, nimetengeneza ya pili, hii sijui ni ya ngapi mpaka imekuja kutokea hii hapa. Sasa hapa tu niko mwenyewe, niko peke yangu. Kwa hiyo ukiona kwenda kuzungumza na watu, it's important kujiandaa. Andaa points zako vizuri. Cha pili ambacho tunakichukulia poa ni ile hali ya kutaka kuiga watu wengine wanavyofanya, watu wengine wanavyoongea, watu wengine ambavyo wana pose, wana body language yao inavyokuwa na nini. Kwa hiyo unapozungumza kama mtu mwingine, unakosa ile the real you, na watu hawataki something fake, they want something original. Kwa hiyo be you, ili uweze kuzungumza na watu wakakusikiliza, wakafind some interesting points about what you talking about. Umeona? Halafu ya tatu ni kutokuijua audience yako, kuweka nguvu katika kuwafahamu watu unaokwenda kuzungumza nao. Mathalan, hujajua hata ni wa umri gani, ni wanawake au wanaume, ni watu wana imani ya vitu gani, wanapenda vitu gani, na vitu vingine wanatokea wapi geographically. Kwa hiyo mwisho wa siku unakosa ile hali ya connection, unakosa connection kati yako na wao. Umeona hiyo? That's the problem. Unakosa connection. Hata mifano unayoitoa inakuwa not interesting, kwa sababu haizungumzii maisha yao halisi. We mifano yako unataka kuzungumza na watoto wa Mbagala huko, watoto wa mkoani huko Tanzania, halafu mifano yako imejaa kutoka Ulaya tu, kutoka New York, kutoka UK, lakini ni mifano ambayo iko hapa mjini, hapa. Yaani unazungumza na watu katika language ambayo unaweza kaelewa, mifano ambayo inaendana. Kama wanapenda mpira, mifano yako ikawa kimpira. Kama wanapenda muziki, mifano yako ikawa kimuziki. Kwa usipowafahamu watu, huwezi kuwa public speaker mzuri. You got it? If you don't got it, forget about it. Like this video, comment hapo chini, na mtumie mtu mmoja, share with one person ambaye ungependa aboreshe public speaking skills zake. Na hili ndio Chimbo wa Dr. Ndimbo. Tukutane kazini. See you at work.